Begalu wao. Au ndio umemtega mkwe wangu? Mama jamani. Kelele bwana na wewe. Hivi hujui rafiki mke wa afisi? Wewe unawakaribisha wenzako wanaona mwanamke wa uchochoroni sawa tu kushare. Bonita nakwambia umeuchokoza moto. Umeuchokoza moto Bonita, safari sikuachi mpaka nihakikisha nakupeleka polisi wewe. Mpumbavu mmoja. Aliyekwambia kwamba itakuwa mara yangu ya kwanza kwenda polisi ni nani? Nishazoea. Pale ni kama sebuleni kwangu na wote wananifahamu. Umezingua? Yaani umezingua kinoma. Mimi nakaa masaa mawili hapa kama vile ombaomba, si ndio? Nakusubiria wewe. Umetumwa wewe. Huyu chizi Umetumwa tumwagie maji na atakumwenda azimu. Hivi afu umesema ndio mkaje anaona zaidi. Mama, samahani, nilikuwa naomba tuzungumze kidogo. Bila shaka tunaweza kuongea. Nakumbuka kwenye harusi yetu tuliambiwa kwamba wewe ndio mama yetu mzazi. Baba, acha kuzunguka. Siongee tu. Mama, unajua nyumba yetu sisi ni ndogo sana. Na kama unavyojua hali ya maisha jinsi ambavyo ilivyo. Sasa mimi nilichokuwa nimefikiria ni kwamba nilikuwa naomba usinifikirie vibaya mama. Nilikuwa naomba nikutafutie mtaji. Uende nyumbani ukafanye biashara. Kwa sababu kama unavyoona sasa hivi Faraji yuko humo ndani na hata pa kulala pia hakuna. Pesa ya mtaji shilingi ngapi? Naomba nijue kwanza. Mimi nilikuwa nimepanga kidogo ambacho nitachukua nacho ni kwamba nikupe 500,000 au 700,000. Sawa. Lakini hebu nipe hiyo pesa yenyewe nishike, alafu ndio utaongea mambo mengine inawezekana. Namba yako ambayo inaipokea pesa ni hii. Namba yangu ndio hiyo mnatumia kila siku baba. Asante sana mkwe wangu. Ila mkwe wangu, naomba unipe muda niongee na shemeji yako kwanza. Kisha jioni nitakupa jibu. Sawa mama. Hebu ongea na mama yako. Huu ugomvi anaozua kila siku, iko siku atampiga vibaya sana. Ona kama hivi leo ameenda kuzua tafrani, kapigana na mama mtu mzima kweli. Ndio maisha waliochagua. Mimi sina la kumsaidia kabisa. Lakini mjukuu wangu, mimi naona ungeongea naye wewe, kwa sababu wewe ni mtoto wake, huenda akakuelewa. Hivi bibi, nisimwambie mama wangu kwa muda gani vile? Kabla hajachezwa. Bibi yako marehemu na mimi tumetoka kijiji kimoja, ni kama ndugu. Ndipo nilipompokea mama yako akiwa na mimba yako. Kwa hiyo utakuwa unamjua baba yangu? Hapana, sijawahi hata kumuona, na hata Bonita hataki nimjue. Basi sawa, acha mimi niende mihangaikoni. Mtani kwetu ni Moscow, kwenu sitaki kujua. Tunavyoishi vituko, wanajali sasa mpa sio swala kuvua. Kidume hakikisha umenona mfuko.
Mama. Mama, mimi natoka naelekea dukani kwangu. Hope umeshakuwa mwenyeji sasa. Hayo mahopu ndio nini? Mimi sijasoma mwanangu, janipeleka shule. Aka. Kesho naenda kwangu. Jioni unipe nauli, kesho naondoka. Lakini Faraji nitamuacha. Mama, sijakusikia vizuri. Nikupe nauli? Au ndo unataka umlete na mjomba Maige humu ndani? Shamsa, naomba nauli nirudi kwangu. Kuna mambo naenda kuweka sawa. Afadhali jaka la moyo lipungua humu ndani maana. Haya basi nakupa. Kama nilivyojelezea mwenyekiti, mimi sijamvamia huyu mama na wala sijamfanyia fujo ya aina yoyote huyu mama. Yeye ndo alonivamia mie, akanifanyia fujo, akanita maneno yote unajua yeye ya uchafu ya matusi tangu kwa utotoni mpaka uzee wako, ndo aloniita mimi huyu mama. Lakini nikamvumilia. Na isitoshe bado akamtuma mtoto wake yule mvuta bangi, nadhani wewe pia unamjua mwenyekiti. Akanibia milioni 2 mwenyekiti, milioni 2 kanibia. Na bora tange nibia pesa, lakini kanijia na panga nataka kutoa uhai wangu. Anataka kuniumiza, nisingekuwa na vinguvu, sasa alikuwa ananiua mimi huyu. Lakini yote nimemvumilia. Sasa anachokuja kushtaki hapa ni nini? Kama sio tu unafiki na uchawi mchana kwa upe. Unanishtaki nimekufanya kitu gani mimi? We mtoto we, muogope Mungu. Hivi kweli mimi na utu uzima huu nianze kukusimangia wewe ndoa? Hali ya kuwa mimi mwenyewe ndoa imenishinda. Hivi ni kweli kabisa? Mswalie Mtume we mtoto wewe. Kwenda bwana wewe. Nani asiyejua mtaa mzima kwamba wewe na mtoto wako ni wezi na mnenepeana tu kwa pesa za wizi? Nani asiyejua? Unataka kujitia huruma tu hapo kwa mwenyekiti? Uone huruma au unamtaka huyo mwenyekiti? Maana ndo zako wewe. Vijana hawakutaki, unataka kuvamia kwa wazee. Sijawaita hapa kwa ajili ya marumbano. Nimewaita hapa Bonita, umekwenda kufanya fujo nyumbani kwa Mama Idi. Unatakiwa umlipe fidia na umlipe fedha zake ambazo umekopa. Hujarejesha na hutaki kurejesha. Subutu! Mimi nikulipe wewe? Kwa pesa gani ambazo nikulipe? Mwenyekiti, kama yeye anataka kulipwa, basi yeye na mtoto wake wanilipe milioni 2 walizonibia. Alafu na mimi nitafuata nitawalipa. Ngosi unataka kulipwa? Nilipeni kwanza mimi pesa zangu. Una haya usijua vibaya, mtu mzima hadi cream imekukimbia kwa ushetani wako. Angalia ulivokauka. Angalia wekundu umekujia usoni kwa ajili ya cream za mkopo. Nani asijua kama unadaiwa mkopo? Zaituni na nini? Alo, Zaituni. Mdogo wangu, mbona upokee simu? Kwani uko wapi? Nipo hapo kwa mwenyekiti. Suli mama Libuyebuye limekuja kunishtaki. Kuna vijimambo na vimaliza hapa. Nakuja sasa hivi. Unapitwa huku. Udugu wako, pambe yako, bitabu. Kawa mtamu kama kisheti. Fanya kama unaona. Jamani, fanya haraka. Yaani fanya haraka unapitwa. We. Kweli? Sikosi shoga yangu. Mzuge nakuja niko kwa boda nakuja. Mwenyekiti, iki kikao kiailishe siku nyingine, maana hili jambo ni pambi hasa. Hapana, sitoweza kuliacha. Ndio unavunja kikao? Unaona mwenyekiti? Unaona? Mimi nimekwambia huyu binti ni jeuri. Analeta jeuri mpaka mbele ya serikali. Kweli? Mama Idi, hivi wewe ni mgeni wa Bonita kweli? Bonita ni mkorofi, mtata, msumbufu. Hata hao vigogo wa uchawi wanamwogopa. Bonita anakopa hela za watu na harejeshi. Hata mimi mwenyewe kwangu kaja kuchukua hela na hajarejesha mpaka leo. Na mimi nimemsamehe tu kwa sababu
tafanyeje na mimi kama kiongozi? Sasa kwa namna moja au nyingine unatakiwa uangalie namna ya kuishi na watu kama hao. Aha. Sawa. Basi nisije nikalaumiwa kwa hili mwenyekiti. Mimi nimekuelewa sana. Ila yeye ni wa ardhini mchana, mimi ni wa angani usiku mwenyekiti. Kwa heri. Haya, basi elekea kwamba shida kubwa hiyo. Umeongea na mama chochote? Chochote kuhusu nini? Chochote tu. Maana leo kanishangaza. Kushangaza nini? Yaani huwezi amini. Kaniomba hela eti ananiambia asubuhi anataka kwenda nyumbani kwake. Nikajiuliza nikasema labda nini? Labda kitu gani? Wewe unahisi nini labda? Sasa kama mtu amewahamisi majirani wenzake. Hebu acha hizo bana. Acha imani zingine ambazo watazipa. Acha saizi simu. Jamani. Simu usiku. Halo. Halima. Nini? Shogile. Yaani fanya kama unaona mama. Yaani ninavyokuambia mama yako huku kawa mcharo huyo. Yaani kalewa mzui na pesa anamwaga kama mtorufu. Unasemaje? Hebu usinichanganye. Nakwambia hivi, nakuja hapo sasa hivi. Nakwambia hivi nakuja. Wewe bibi. Shamsa.
Hivi mama, wewe umepata wapi hizo hela za kuja kutumia sehemu kama hii ya gharama kiasi hicho mama? Kwani unanitia aibu? Achana na mimi. Shazoea Moscow huko vilabu vya Uswahilini. Leo nimekuja kwa Buheti kumwagilia moyo. Unaona shoga. Mama unaambiwa bibi alikuwa ana ruti za kwenda kwa wakala huyu. Unaambiwa mama akienda akirudi ana laki. Akienda akirudi ana 200,000 bibi upo. Mama unaambiwa leo kajua kukichafua. Tena kakichafua haswa. Yanakuhusu. Ila shogangu BFF nao ni kazi. Wewe usi kama mzazi wako lakini shogangu kwani unanifanyia hivyo lakini si makuru kabisa anayaona. Sasa mimi hapo kosa langu liko wapi? Na unaambiwa mama mwenyewe kaamua kutumia mafao yake. Mimi nimekosea wapi? Na kwa ninavyojua udugu wangu pesa za kumpa mama nilizosikia kamwaga leo hapa BFF huna. Hana. Nilipopigiwa simu tu nakwambia nimeambiwa huku kuna mzazi wa mtu anakichafua nikaona nisicheleweshe nikakupigia. Haya mimi kosa langu liko wapi hapo udugu? Yaani kwa hiyo watu walikuwa wanafurahia tu mamangu anavomwaga hela yani, si ndio Oho. Shoga. Nakwambia fanya kama unaona. Huyo akujiita udugu mavi sasa Bonita. Mama unaambiwa yeye ndo bodyguard. Nini? Shoga, hukuwepo, sikuwepo lakini malaika wangu na wako walikuwepo. Bibi fanya kama unaona shoga yangu. Lakini mimi huyu Bonita ananitafuta nini lakini mimi? Mama nisha kukataza urafiki na mtoto mdogo anakusaidia nini kwenye maisha yako lakini mama? Ndo rafiki yangu sisi. Yaani unani? Unaongea sana au kwa sababu tuondoke na Halo. Halo. Bonita. Saizi usiku. Mbona unanipigia simu sana usiku? Usinisumbue babu we. Kwani kuna muda maalum wa kumpigia mzazi mwenzangu? Je, kama kuna tatizo linalomhusu mtoto kafa kaanguka nisikupigie? Sawa, nakusikiliza. Tulikubaliana nini mimi na wewe? Mbona umepiga kimya siku nzima? Bonita, hebu naomba unisikilize kwa makini sana. Siku yangu haikuwa sawa. Nikasahau kukutumia. Kwa hiyo kila siku yako itakuwa sio sawa na sisi huku tukae na njaa, tudhalilike kwa sababu wewe siku yako sio sawa? Bonita, sio hivyo. Sikiliza, ishi hapo hapo Peter, nishachoka mimi. Nisikilize kwa makini. Yaani sasa hivi sihangaiki tena na wewe. Nakwambia utapigiwa simu na ustawi wa jamii. Labda ndo utakayoelewa. Mimi unashindwa kunielewa. Sasa hebu ni mambo gani sasa hayo? Hayo ni mambo gani sasa unayofanya? Halo. Halo. Kwani akiuza na wao. Yaani mama 600,000 unaambiwa katunza huko na sio sehemu ndogo, sehemu ya maana. Nachojiuliza mpaka dakika hii, hizo hela hata sijui amezitolea wapi. Au mama umeniibia wewe? 600,000? Sana unashtuka nini hapo? No, amna mke wangu, nimeshangaa tu hiyo. Baba mkwe wangu. Sasa unashangaa nini wakati pesa umenipa wewe?
Umenitumia kwenye simu wewe 600,000. Unabisha? Nini? Unabisha? Mwanangu, hebu angalia muamala huu hapa. Eti mume wako kanitumia mimi pesa nirudi zangu Moscow. Mimi nirudi Moscow mimi? Kwa mwanangu mwenye niondoke? Thubutu! Hapa nipo sana. Miaka, miezi na misiku. Ondoki mtu hapa. Ndio kwanza. Habari ndio hiyo. Ondoke nani na wewe? Ondoki mtu hapa. Umeenda kutumia huko na watu. Wewe unaona uchungu wakati mimi la kanukiana. Yaani sijapenda kabisa mume wangu. Nikajiuliza, mama mbona ananiaga ghafla? Yaani kumbe wewe ndio umempa hela. Lakini sijafanya kwa ubaya. Kiukweli kabisa mimi sipendezwi na tabia mama yako. Ndio maana nikaamua kufanya hivyo. Lakini kwa nini usinishirikishe? Mimi mamangu namjua. Yaani yule hata awe na shilingi 60,000 anajiona tajiri yeye. Ayaona sasa hivyo enda kunidhalilisha. Hela zote kagawa kilabuni. Kweli mume wangu ndo tabia gani sasa hiyo? Nikwambia kitu mke wangu. Kichwa changu kina mambo mengi sana. Mimi naomba nilale. Peter, mimi sijapenda. Hivi ningemfanyia mamako ungejisikiaje? Mtani kwetu ni Moscow, kwenu sitaki kujua tunavyoishi vituko. Wanajali sasa mpasio swala kuvua kidume, hakikisha umenona mfuko. Mama na mwana wamekotwa kwa vitumbua. Kwenu kuna malezi ya watoto, kwetu ndoko na bendi ya mapopo. Anafuatwa kimya kimya mwizi mtani, kisikia kelele fumanizi mtaani. Wameoana leo, wameachana leo, kugawana leo, leo zawadi za harusi. Hiyo ndio Moscow yetu bwana.